100,000 mimi nitaleta pesa zenu. Nimeomba wewe daktari, lakini kwanza kunielewa. Calm down. Kwanza usipende sana kuzungumzia professional na masuala ya misaada. I have gone to school because of money. Swala la kumsaidia mtu is a humanitarian issue. I'm a doctor. As my professional, I'm in this office because of money, not because of assisting people like you. Kuna watu wangapi wanahitaji kusaidiwa? Sasa tukisema tuifanye hii hospitali kama kituo cha kulelea sio tena watoto yatima basi, ila ni watu maskini ambao wanaumwa. How can we be developed? Tuna watoto wetu tunahitaji kusomesha. Kakae na mkeo akifa, it's the God's arrangement. Lakini Mungu atamwafu. Habari za kumdai mtu, tutadai wangapi Mr. Sami? Hatukuchukie na hatuchukii wagonjwa daima. That's our syllabus. Lakini imagine kama hii hospitali ingekuwa ya kwako na ndio kwanza inaanza, haina kompyuta, hatuna vifaa vya kutosha. Kwanza nashukuru sana kwa huduma yote ambayo mmeitoa kwa mke wangu mpaka leo amefikia. Nimeweza kupata mtoto. Na yeye yupo katika hali kama alikuwa nayo. Pengine kwa nafasi nyingine mimi mke wangu angepoteza maisha, hata mtoto wangu kwa kitu ambacho kilimkera. Nashukuru kwa yote ambayo mmezungumza. Nitamtoa mke wangu. Thank you. Sawa Najua ni sehemu ya maisha tu. Sawa Mimi nitamtoa tena nyumbani kama ulivyotaka. Lakini kumbuka sisi ni binadamu. Na hii ni sehemu ya kazi tu. Ni matatizo tu ambayo kila binadamu huwa anamtembelea kama mimi alivyonipitia hapa. Exactly. Kwa hiyo ni nafasi yangu mimi sasa, na hii ni challenge kwangu, angalia ni nini ambacho kinafuata mbele. Thank you. Sawa. Okay. Nashukuru. Vamos lá. Don't feel bad. Don't worry. It's a part of life. Maamuzi ni haya, sio ya kiprofessional kabisa. It's not kindness. Amka basi mwana mtoto. Wewe mkosa Mungu. Samehe, samahani.
Naomba nisubiri hapo nje tafadhali. I know, okay? Samuel, naomba nisubiri hapo nje tafadhali. Tuendelee. Nitakuita. Naomba nisubiri nje tafadhali. No, please. This is my wife. Please. I know. Nobody Please, so I mean, yes, I trust you. Thanks so much. Yeah, naomba mtoe hivi vitu nje tafadhali, okay? Okay. Munila. Niangalie tafadhali. Samir. No, Samir yuko nje kusubiri, sawa? Niangalie mimi. Dr. Faris, okay? No, niangalie tafadhali. Okay? Unaona? Oh, unaona nini? According to uchunguzi ambao tumeufanya kuhusiana na mkeo, kuna tatizo la kitaalamu ambalo linaitwa eclampsia. Ili tatizo analipata mama mjamzito baada ya kujifungua. Inakuwa kama vile ni kifafa, wanasema kifafa cha uzazi. Mara nyingi kifafa cha uzazi huenda mama akafa au mtoto anapozaliwa akawa amepoteza maisha au wote wawili. Lakini sasa linakuja swala la upofu, ili kwa kweli tunashindwa kabisa, nashindwa kuelewa tatizo gani ambalo limetokea. Doctor. Yes. Ukiwa uelewi kitu mimi nifanye nini? Nishangae. Nakuomba Mr. Samir tu nipe muda kidogo na mgonjwa wako abaki hapa kwetu ili tuweze kumwangalia kwa siku 2 hivi au 3. Nafikiri tutakuwa tumeshapata ufumbuzi wa tatizo la mkeo na ninakuhakikisha kabisa atapona. Sawa. Tutakuwa vivyo tu daktari. Usijali. Ili mimi nishamu kuipokea haki. Kwa sababu angalia huyu mwanangu jinsi alivyo. No, usijali Mr. Samir, okay? Sawa. Yeah. Pita ukala sana kamazi mtoto. Pita hapo ukae kiti hiki hapa. Hii. Wewe mlaze mtoto. Maji tena mnaje kunywa? Maji. Manila. Mimi niseme jamani tena unalia sasa mama. Siwezi kuona tena. Siwezi kuona nyumba yangu. Simuoni mwanangu. Simuoni mwanangu wa kuchukua mkono. Baby, let's hear it. Kutokuona sio kwamba nitakosa kuishi. Umesikia? Samir, no. Maisha ni kuona kila kitu. Bibi kuhusu mipango yangu ya kazi. Nimefeli Samir, nimefeli. Siwezi kuona tena. Siwezi kufanya kazi tena. Siwezi kumwona mwanangu.
Najua ni Mungu na leo mshatimia. Sasa mimi hata kupiga kwa mikono yangu. Sawa, kisema hivyo. Mtekenya bwana. Mimi ndio naomba kufanya usafi. Sasa mzunguko mtekenya aje. Mimi mtekenya wapi? Mimi sina kufanya usafi. Baba ni wapi? Hebu Dr. Friends. Karibu. Unaoshana miguu. Yeah, 1 minute. Unaendelea? Namshukuru Mungu kwa sasa naendelea vizuri. Okay, hata mimi pia nafurahi kusikia hivyo, si ndio? Mambo mengine? Nashukuru Mungu uko salama na nimefurahi leo kuja kutembelea. Sijae. Tuta stop. Yeah. Naona mnaoshana miguu. Ya kidogo simama. Yeah. Okay. Tunda. Oh no, asante. Mimi kijana kuongea naye kidogo. Okay. Yeah. Ndio. Yeah. Okay. Hapa kesho. Wewe huwezi kuona makini naondoka sasa. Sema kweli kwa mara ya mwisho nilikuwa hospitali nipata kama mambo kidogo, lakini sasa hivi sioni kitu kwa kweli. Look. Yeah. Na vipi tena mzee? Ndugu yangu. Sio vyema kwa tunaishia juu nini haipendezi. Okay. Ya karibu sana. Asante sana. Labda cha kwanza labda ningekupa pole kutokana na mitihani ambayo unaendelea kuipata. Pole sana Mr. Sameo. Nashukuru. Lakini kubwa ambalo limenileta hapa ni kuhusiana na Monila. Nimejaribu kuongea na maspecialist wa macho. Wamesema kwamba wana uwezo wa kumfanyia matibabu na Monila akapona. Hali yake karudi kama zamani. Dokta, unajua kweli unachoongea, lakini kupona Monila mimi naona kama ndoto. Yaani sidhani kama Monila anaweza kaja kapona na akaja kuona. Kwa sababu wewe mwenye mara mwisho ndio uliniambia kwamba Monila hawezi kuona tena. Sasa leo ukiniambia lakini kwa hawa wataalamu ambao nimeongea nao kwa kesi kama ya Monila wanaweza wakaifanya, na kwa sababu wameniambia kwamba wanataka kumsafirisha kumpeleka India kwa ajili ya matibabu zaidi, na hilo ndio kubwa ambalo hata mimi mwenyewe limenitia moyo. Kwa hiyo uwezekano wa Monila kupona huko mkubwa sana. unajua dokta, mimi roho inaniuma sana. Yaani roho inaniuma sana. Hasa nikifikiria bwana kameamka kidogo kabebe. Urugu kwenda mbele. Pole sana. Asante. Kwa hiyo dokta, kama tulivyozungumza, unaona ni kwamba mke wangu mimi kurudi na katika hali yake it's impossible. Never hawezi kurudi vile. Kwa sababu wewe mwenyewe angalia jinsi gani hali yake ilivyo. Na wewe mwenyewe ndio ulikushaniambia kwamba kupona hawezi. Sasa I don't know. Anaweza kapona na uwezekano huko mkubwa kama nilivyokuambia kwamba
na wewe natakiwa tu uweke matumaini kwangu. Sema kuna pesa zinahitajika kidogo kwa ajili ya matibabu na gharama za usafiri ambayo ina cost kama milioni 8-9 hivi 10, umeona eh? Kwa hiyo inabidi tuipate hiyo pesa haraka kwa ajili ya kuandaa safari mapema mno. Hasa dokta, milioni 9-10 utazitoa wapi mimi sasa hizi? Mwenyewe unaniona jinsi gani hali yangu nilikuwa nayo. Okay, sikatai kwa kipindi cha mwanzo milioni 9, 10, 20, 40 mimi nilikuwa nazo sana. Lakini kwa kipindi ambacho mke wangu ameugua nimetumia pesa nyingi sana. A lot of billion. So I don't know mimi nitafanyaje kwa sababu account yangu hiyo hata milioni 5 haijafikisha mpaka sasa hivi. Doctor, na nilijua Samuel, tumia akili za ziada. Tumia wanaume wako uliopewa kuhakikisha tuna sort out problem ya mke wako. Umeelewa? Sasa ukianza kusema sijui na nani, of course kwa hali ile nayo hapo matokeo yake mwenyewe anaweza akawa kipofu for good. Kwa hiyo jaribu kutumia uwezo wako wa ziada, kutumia akili, tumia wanaume wako. Ili mradi tu kuhakikisha kwamba tunaweza kuokoa macho ya Munila as soon as possible. Najitahidi kwa kadri ya uwezo wangu niangalie vipi na solve hiyo. Lakini ngoja niumiza sana mimi. Okay. Mr. Samuel, I have to leave now. Sawa. Hiyo karibu sana. Wewe ni kwa sababu ulikuwa na mwandaa wife kwa ajili ya kutoka out. Kuna mitaka tunakupendeza kidogo. Sasa najua. Sema mimi bana sijioni yani. Okay. Karibu. Sijali. Iko okay saizi. So mimi nibadilisha nguo kama lala hapa. Haishi mkono muone ni lakini ndio hivyo usijali sana.
Ile iko sawa mbona mimi ninachokwambia. Sawa. Munira. Silia basi, usifanye hivyo. Nasikia. Unajua haya matatizo yako siku yatakuisha tu. Sawa? Nishakwambia baby, I'll never leave you alone. Okay? So I have to calm down, then tuangalie nini ambacho tutakifanya. Sawa? Lakini ukiwa unalia haitasaidia kitu. Nafikiri unaelewa hicho ninachokwambia mami, Mimi kila kitu naweza kufanya mwenyewe. Kwa hiyo tumeshindwa kuwa na mtu ambaye atusaidia. Sawa mami? Don't worry. Vipi mbona umeingia kimya? Amna. Na vipi kuhusu kazi yako? Umemaliza salama? Nimemaliza salama. Hata hivyo. Yaani leo inaniuma sana. Tena sana. Najua. Nafanya yote kwa sababu nakupenda sana Dina. Nitahakikisha hata kama nyumba imenitauza, kama ndio upone tu. Usifike huko. Na wala usijaribu kufikiria kuuza nyumba. Kwa hali ile unayo unafikiri itakuwaje? Nafikiri gari pekee inatosha. Na kwa maneno ya daktari, na imani utapona tu, usijali. Leo ningekuwa na uwezo, basi ningeliwaambia siku. Ningeliwaambia siku ambayo ilitokea matatizo haya. Ili mradi tu uweze kurudi katika hali yako. Okay, haiwezekani. Nakupenda sana. Lakini usiseme hivyo. Unajua unamkufuru Mungu. Unategemea faraja kutoka kwako.
Moyo wako unakatisha tamaa. Tegemea ndio nipe moyo. Fanya hivyo. Bado usijibu. Sababu najiuliza kwa nini nitaenda kunipangia. Usiseme hivyo. Usiseme hivyo Samiri. Basi okay. Yeah. Nafikiri kikubwa kilichonileta tumeshakimaliza. Lakini kusema kweli ilikuwa ngumu sana ndugu yangu. Kwa sababu nimejaribu kuumiza kichwa napata wapi pesa. Nafikiri ndio milioni 8 kitu kama 9 lakini ndio hiyo inapatikana ndugu yangu. 7 na ndani ya 7 nyewe moja nimetoa kwa sababu nataka kidogo nisaidie kimazingira. Na kilichonipelekea yote ipatikane pesa, kwa kweli gari yangu nimeuza kimaskini sana. Unajua mtu kishakuwa na shida, watu wengi ukimbilia kwako. Umeona? Na kila mtu kuja kupaka kujinadi anataka shika hii bwana, kama utaki basi. Kwa hiyo na mimi nilikuwa na dhiki, ikabidi niuze gari yangu kwa milioni 7 tu. Unaelewa? Kwa hiyo I trust you doctor. Mzigo huu hapo naomba tafadhali mkiomba nimalizie tatizo lote. Yeah, Mr. Samiri naweza kusema umejitahidi kiasi. 6 million sio ndogo wala sio nyingi, lakini ndani ya uwezo wako kwa kweli umejitahidi sana. Na kwa upande wangu I've done a lot of things ambavyo viko ndani ya uwezo wangu. Kwa hiyo nimeshawasiliana na lile shirika ambalo linatoa sponsorship kwa ajili ya kuwasafirisha wagonjwa kwenda nje, na moja kati ya majina ambao yamo katika orodha ni jina la mke wako. Kwa hiyo my friend, very soon mke wako ataondoka, ila cha msingi ni kwamba wewe pia unatakiwa ujiandae kwa ajili ya passport na mambo ya visa. Mtapewa barua kwa ajili ya kuombea visa kwa sababu ndani ya wiki 2 hizi zinazokuja wanaweza safari ikawepo. Okay. Dr. Faris, nakushukuru sana. Kwa kweli kwa kiasi kikubwa umeweza kuonyesha moyo kwangu na hata kwa familia yangu kwa ujumla. Kwa kweli toka nimeweza kupata matatizo haya yote mpaka leo umefikia hatua kubwa sana. Kwa hiyo wewe sasa hivi ni zaidi ya rafiki, yaani ni ndugu yangu kabisa. Yeah, Mr. Samiri, don't worry. Nimefanya hivi kwa sababu ya ukaribu tuliokuwa nao mimi na wewe. Na everything iko perfect kabisa. Kwa hiyo shaka ondoa. Nakuambia na kile kaji ni pesa zangu. Nafikiri unanielewa. Nakupatia kitu. Lakini unafanya kitu polisi please. Unanielewa? Basi naomba leta mtoto wangu. Naomba leta mtoto wangu. You make me fool. Sikiza. Munio. Nakuambia nifanye hapana, nakuambia ni pesa zangu. Nakuambia utanipa pesa zangu unipe.
Samia. Kwa nini umekaa huko? Nakiogopa kitanda changu ndio. Yeah. Watu wasikufanya hivyo. Unajua umeota sijui nini. Tukalala usiku sasa hivi. Yaani leo ni mambo tichungu sasa hivi. Hiyo sisikie. Ni moto ndoto mbaya sana. Kweli inaniumiza moyo. Sisi ndio tuani mambo ya usiku hadi tukalala. Okay. Nzuri, habari zako? Asante. Mimi naitwa Samir. Nilikuwa namuulizia Dr. Faris. Maukonga, sasa sijaelewa na maana gani. Uingereza anaenda kusoma. Kaenda lini? Ni siku kama ya 4. Kauze nyumbani. Asante. Leo ukuja na vipi? Rafiki yangu tu. Sasa sikia kutoka vipi bila kukuaga. Sikuwa na mawasiliano naye karibuni, kwa hiyo haina tatizo. Okay. Kwa hiyo habari yako? Nzuri, karibu. Asante. Mimi naitwa Samir. Nimefika reception kumuulizia Dr. Faris lakini kwa bahati mbaya au nzuri sijamkuta. Ukanielekeza kwamba nifike hapa nitakuona wewe. Sasa nataka nifahamu Dr. Faris yuko wapi? Okay, mbona Dr. Faris kwa sasa hapa hayupo? Na unanishangaza kusema wewe rafiki yake, kwani hamjawasiliana? Sijafanana mawasiliano kwa sababu ni ndani ya wiki sasa hivi. Kama ni siku 7-6 hivi. Amekuwa patikana katika simu. Dr. Faris amesafiri, ameenda nje kimasomo, na ndio maana mimi nimeletwa hapa kukava nafasi hii. Labda tarudi muda gani? Nadhani baada ya miaka 10. Baada ya miaka 10. Kwa sababu ameenda kimasomo zaidi. Na sidhani kama anaweza kurudi. Kwa sababu anaweza akapata kazi kule kule. Kwa hiyo sasa ngoja kwanza. Kwa hiyo hata kama tunaweza daktari.